kinera cho mwatu. Mwenyezi Mungu ametuona kwa kutuletea kilimo cha umwagiliaji ambacho ni kilimo cha uhakika. Tulikuwa tunakisikia huko pwani tu. Leo hii kimetufikia wananchi wa Ndanda, kwani tutalima kwa tija. Mimi na wanandanda wenzangu tunaiomba serikali kumlipa mkandarasi huyu kwa wakati ili mradi uweze kukamilika. Hapa kusini mwa Tanzania, mikoa ya Lindi na Mtwara imebarikiwa na ardhi tajiri, jua linalowaka kwa upole na upepo wa bahari unaovuma kupitia mashamba ya mikorosho. Kwa miongo mingi, kilimo cha asili kinachotegemea mvua kimekuwa uti wa mgongo wa maisha ya watu wa kusini. Lakini leo historia inaandikwa upya, kwani kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, mapinduzi mapya ya kilimo yanaibuka yakibadilisha kabisa ardhi kavu kuwa mashamba ya kijani. Mito ya matumaini inatiririka kuelekea mustakabali wa uzalishaji wa uhakika. Huu ni ushuhuda wa mabadiliko. Hii ndio Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inayosisimua mapinduzi ya kilimo kwa mikoa ya kusini. Serikali imejikita katika kuhakikisha inatoa huduma kwa wananchi, kuhakikisha kwamba zao la kilimo ambalo tunasema ndio mkombozi wetu basi linawafikia wananchi wote. Katika wilaya za Ruangwa, Tama, Lindi pamoja na Kilwa tumekuwa na sehemu mbalimbali ambazo yatafanyika ujenzi mbalimbali kwa ajili ya hii miradi ya umwagiliaji. Ni pamoja na miradi ya visima, lakini pia mnaendelea kufanya feasibility kwa ajili ya kuweza kupata maeneo mengine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma hii inapanuka kwa ukubwa wake zaidi. Sisi kama mkoa wa Lindi, kwanza tunasema tunashukuru sana serikali kwa kutuletea miradi hii. Mkoa wa Lindi ni mkoa ambao unaendelea kuchipukia na kukua na inategemea sana kilimo. Tunacho kilimo cha korosho pamoja na ufuta, lakini bado tuna fursa ya kulima mazao kama mpunga, hata mahindi na mboga mboga pia. Miradi hii itaenda kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba sasa upatikanaji hata wa vitu vidogo vidogo kama mboga, matunda na hata huo mpunga kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa sababu kwa sasa hivi tunategemea zaidi kuagiza kutoka nje kwa kiasi kikubwa, ingawa pia tunazalisha lakini kwa kiasi kidogo. Lakini miradi hii ikikamilika basi itakuwa imetusaidia katika kuboresha maisha ya wananchi wa Lindi. Sisi kama mkoa tutafanya ziara za mara kwa mara kuhakikisha wakandarasi wakati wote wanakuwepo kwenye maeneo ya kazi na wanafanya kazi kwa kuzingatia mpango ambao tumeweka na zile kalenda za kukamilisha mradi. Katika kuhakikisha sekta ya kilimo nchini inakuwa, serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imeendelea kutekeleza miradi mikubwa na ya kimkakati, ikijenga mabwawa na miundombinu ya umwagiliaji inayobadilisha kabisa taswira ya kilimo katika mkoa wa Lindi. Mkoa wa Lindi una miradi 8 ya umwagiliaji, ambapo 4 ni ya ujenzi, 2 ni ya upembuzi yakinifu na 1 ni mradi wa visima. Miradi yote ina thamani ya shilingi bilioni 108. Mkoa wa Lindi una eneo la ukubwa wa hekta 49,000 ambalo linafaa kwa kilimo cha umwagiliaji. Hadi sasa eneo linalomwagiliwa ni hekta 5,000 pekee. Hivyo kukamilika kwa miradi hiyo 8 itaongeza eneo la umwagiliaji kufikia hekta 15,000 na kufikia jumla ya hekta 20,000 zitakazomwagiliwa. Huu mradi yuko anzia huko wakulima. Mimi ni mkulima wa muda mrefu wa mpunga, lakini kabla hujafika mradi huu, yani ilikuwa mpunga hatupati kwa uhakika. Na mpaka watu tuliyasamea yale mashamba tukayaacha. Lakini ilivyoanza mradi ule wa Banio, kidogo tuliona huu mpango utatuendeleza sisi wakulima. Kwa kweli kwa hali iliyokuwepo mpaka sasa hivi, tunaamini sisi tutatoka kwenye umaskini, tutafikia kwenye utajiri, na vizazi vijazo vyote vitakuwa na manufaa kwa mradi huu. Lakini naamini kwamba watoto wajukuu watafaidika kwa mradi huu. Tutapata mpunga wa kutosha wa chakula na biashara, na mazao mengine ya mahindi, bustani ya vitunguu tutakuwa tunalima muda wote, na vijana wetu watakuwa wanaendelea kunufaika. Nilikuwa naenda shamba tangia enzi ya kina bibi mpaka na kina mama, wote tunafuatana nao shambani. Kipindi hicho mpunga kwa kweli haukuwekewa sana maanani kama ni zao la biashara. Kilikuwa kinalimwa kwa ajili tu ya chakula. Kutokana na upatikanaji wake, mavuno yalikuwa hafifu.
mpaka ilifikia hatua wazee wakawa wanasusa mashamba ya bonde, wakawa wanaenda kulima milimani huko, wanalima ufuta, mahindi, kwa sababu ya kuona kwamba mashamba ya bonde yanachelewesha afu mapato yake. Ni matumaini yetu, kwa sababu haiwezekani serikali ikatupa hela chungu mzima ikaacha kufanya kuitumia sisi wananchi, kwa sababu tutakapolima kitaalamu najua mpunga tutakuwa tunapata wingi, tutakuwa tunasimesha watoto, hata kibiashara tutakuwa masoko tunapata kirahisi, kwamba watu watakuwa wanakuja huku kuja kufuata mazao ya sisi, tutakuwa tumebadilika ya aina, tutatoka kule tulikotoka kwa tumepanda kirahisi. Ila tunapopata huu mradi naamini tutafaidika sana, kwa sababu kilimo cha mpunga cha kiangazi tutalima mahindi, mboga za aina yote, ambao hapo naamini tutafaidika kiasi kikubwa sana. Yote ambao kilimo nkawa na ukame kwa kilimo hiki, saa hizi naamini tutalima kwa kupitia ni mradi wa kumwagilia kifuku na kiangazi. Miongoni mwa miradi hiyo 8 inayotekelezwa mkoani Lindi, mradi wa Nanganga uliopo wilaya ya Ruangwa unatekelezwa kwa thamani ya shilingi bilioni 25, ukihusisha ujenzi wa bwawa, miundombinu ya umwagiliaji pamoja na barabara za mashambani. Mradi wetu huu wa Nanganga ambao mkandarasi anaendelea na ujenzi utanufaisha wananchi wapatao 3,000 ambao wapo kwenye vijiji 9 vilivyopo halmashauri ya wilaya ya Ruangwa na wilaya ya Masasi. Mradi huu unahudumia halmashauri. Chanzo cha maji cha mto huu ni mto Rupuledi. Mazao yatakayolimwa ni mpunga, mboga na mahindi. Mradi huu utagharimu bilioni 25 na kazi zitakazofanyika ni ujenzi wa bwawa ambao utakuwa na ujazo wa lita bilioni 6, ujenzi wa ofisi, ujenzi wa mifereji, ujenzi wa barabara kwa ajili ya kuingia na kutoka mashambani, pamoja na viumbo kwa maana makaravati na madaraja huko mashambani. Kwa kuwa mkoa huu mazao yanayolimwa sana ni korosho na minazi, kwa hiyo kuwekeza mradi huu kwa mazao haya niliyoeleza kwa maana ya mpunga, mahindi na mboga utaongeza tija katika uzalishaji na hivyo kupunguza umaskini wa wananchi wa mkoa wa Lindi. Kilimo cha umwagiliaji ni mabadiliko ya ardhi inayorejea uhai wake na ni jamii inayopata pumzi mpya ya maendeleo. Leo maji yamekuwa msingi wa uzalishaji. Lengo ni kuona maji yakigeuka kuwa msingi wa uzalishaji, maisha yakibadilika kutoka mashamba madogo ya msimu kwa kilimo cha uhakika kinacholeta kipato na usalama wa chakula. Karibu Mtwara, mkoa wa fukwe, historia na ardhi yenye rutuba. Katika ardhi hii ya kusini mwa Tanzania, mapinduzi ya kilimo yanaendelea kuandikwa. Kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, serikali imewekeza kwa nguvu katika miradi ya kimkakati ya umwagiliaji ikilenga kuleta tija, kipato na uhakika wa chakula kwa watu wa Mtwara. Mtwara ina jumla ya skimu 26 za umwagiliaji. Kati ya hizo, skimu 9 zimeendelezwa kwa miundombinu ya kisasa zikimwagilia hekta 1315, huku skimu 17 za asili zikihudumia hekta 2556.6. Lakini safari ya mabadiliko haijasimama. Kwa sasa, eneo linalomwagiliwa ni hekta 18224.5. Mradi huu wa Ndanda una thamani ya shilingi bilioni 23.7. Kazi kubwa zinazofanyika katika mradi huu ni ujenzi wa bwawa ambalo litakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji kubiki mita milioni 3.6 itakapokamilika. Kazi nyingine ni ujenzi wa mifereji mikuu miwili ambayo ina jumla ya kilomita 9.6 na mifereji ya sekondari ambayo ina jumla kilomita 13, pamoja na kujenga nyumba ya meneja mradi na ofisi ya umwagiliaji ya wilaya. Kwa sasa kazi ambazo zimeshafanyika ni kama tunavyoona, tumeshajenga tuta la bwawa kwa 22% sasa imeshafikia, na tumeshajenga nyumba meneja mradi kwa 100%. Kazi inayofanyika katika nyumba meneja mradi ni ujenzi wa uzio ambao nao umefikia 70% kwa sasa. Mradi huu umeanza mwezi wa 6 mwaka 2024
na utakuwa ni wa muda wa siku 720 mpaka mwezi wa 6 mwaka 2026. Mradi utakapokamilika utaweza kuhudumia jumla ya vijiji 7. Kabla ya mradi huu tulikuwa tunaweza kuhudumia vijiji 3, lakini utakapokamilika utaweza kuhudumia jumla ya vijiji 7. Na katika wanufaika watakuwa ni wakulima, si chini ya wakulima 700 ambao watanufaika na mradi huu. Kabla ya hapo mradi ulikuwa na uwezo wa kuhudumia wakulima 105 pekee. Na sasa hivi utakapokamilika mradi tutakuwa na hekta 650 ambazo zitaweza kuhudumiwa na mradi huu. Mafanikio ya mradi huu, pamoja hapa mafanikio makubwa ambayo tunategemea ni wakulima kuongeza uzalishaji kwa ekari. Kabla ya mradi sasa hivi uzalishaji ni gunia 5 mpaka 10 kwa ekari, lakini mradi utakapokamilika tunategemea kufika zaidi ya gunia 45 kwa ekari. Kipato cha mkulima mmoja kitaongezeka, kipato katika jamii kitaongezeka, na pia ule mnyororo wa thamani utaongezeka kwa sababu kuna watu wengine watakuwa wanafanya biashara zinazohusiana na zao. Mazao makubwa yatakayolimwa kwenye mradi huu ni mpunga pamoja na mboga na mahindi. Serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea na ujenzi wa miradi mipya ya ujenzi wa skimu 8 ikiwemo Ndanda, Mapalagwe, Arusha Chini, Makondeko, Ruvuma, Kitere, Litehu na Mpapura, ambayo inalenga kuongeza eneo la umwagiliaji hadi hekta 13947. Uwekezaji huu mkubwa unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 38.6 ukihusisha ujenzi wa mabwawa, mifereji ya kisasa, barabara za mashambani na ofisi za usimamizi wa mradi. Mradi huu unategemea kumalizika tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026 na muda wa mradi huu ni siku 720. Gharama ya mradi huu ni bilioni 23,780,280 na senti 52. Na mpaka sasa tumefanikiwa kufikia asilimia 13.5 ya ujenzi wa mradi huu kwa ujumla. Vile tunaendelea kuhakikisha ya kwamba tunamaliza mradi huu kwa wakati. Kwa sasa wakulima 2742 wananufaika moja kwa moja, lakini baada ya kukamilika kwa miradi hii zaidi ya wakulima 15,000 watapata fursa ya kilimo cha uhakika, kilimo kinachotegemea maji badala ya kile kinachotegemea mvua pekee. Hapo zamani nyuma kilimo chetu kilikuwa duni sana kwa sababu kwa kutegemea mvua za kushuka. Kilimo chetu kipato kilikuwa kidogo sana. Lakini kwa sasa hivi kwa mradi huu maana yake tutalima kwa tija. Kutoka pale tulipokawa tunakwenda mbele zaidi kwamba kwa kipato kizuri. Hii Samia ametoa mafungu haya ili tunufaike zaidi, tusiumwe njaa. Kwa hiyo yote atakayeweza kuleta kero kusema kilimo hiki mbona wanatufanyia hivi? Huu ni mradi ambao utampa tija, hata yeye atafurahi kama watu wanavyofurahi Simiu, na leo umekuja Ndanda. Tumeweza kulima, kwa kweli nimeweza kusomesha. Nimesomesha watoto wangu 2, mtoto wangu wa pili sasa hivi yupo kazini. Ana ajira kupitia hiki kilimo. Kwa kweli nimenufaika nacho. Na sasa hivi naweza kusema nina kibanda nimejenga, lakini bado natarajia kujenga kupitia hiki kilimo. Kilio hiki ni cha muda mrefu na tunaishukuru serikali. Tunaamini kabisa kupitia huu mradi tutanufaika zaidi. Tutaweza kulima kwa misimu yote miwili, tukaweza kupata kilimo chenye tija na tukaweza kufanya maendeleo ambayo tumeyakusudia. Tulikuwa na shida ya bwawa, tunamshukuru sana. Kwa hiyo tumeshalipata bwawa huko Likwachu, tunashukuru sana, na ikiendelea hivyo kwa kweli tuna mafanikio makubwa. Tutaweza kulima awamu 2, yani kila tunapotoa mpunga au awamu 3 likishaisha hilo bwawa. Tunategemea matarajio makubwa sana. Na hivi mwaka kesho ikitarajia naweza nikajenga nyumba kutokana na mradi huu. Tulipoanzia huu mradi tulikuwa na changamoto sana kwa ajili ya maji. Baadaye tukawa tumeomba masuala ya maji, tuombe jamani mtujengee hata bwawa. Kweli kwa sikivu kwa awamu ya 6 ilipofika awamu ya 6 hii ya mama, kweli wakatuelewa, tukapata kuomba huo mradi ukapatikana. Bwawa linajengwa huko Likwachu. Kwa miaka 2-3 ndio kabla ya bwawa tulikuwa na kibwawa chetu cha hapa hiki kilikuwa tunalima tu. Hii ndio simulizi ya mabadiliko kusini mwa Tanzania. Kutoka Lindi hadi Mtwara, maji yanageuka kuwa chanzo cha uhai. Kilimo kinabadilika, jamii zinainuka na mustakabali wa Tanzania
unajengwa kwa mikono ya wakulima na nguvu ya umwagiliaji. Hii ni Tanzania ya umwagiliaji.